Profesa Faustin Mahali, nikukaribisha sana katika studio zetu za Ubungo Media. Umekuwa hapa kwa siku mbili ukizungumza na vijana kuhusiana na theolojia ya ustawi wa jamii. Unaweza kuzungumza na mtazamaji wako sasa, unapozungumza juu ya theolojia ya ustawi wa jamii unamaanisha nini? Asante. Kwanza kabisa ni shukuru kupokelewa hapa Ubungo katika usharika wa Ubungo ambapo tumefanya mafunzo ya theolojia ya ustawi wa mtu, sio jamii, wa mtu. Maana mtu ni jamii. Na tumefanya hivyo kwa sababu Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira kinajihusisha na mafunzo. Kuna mafunzo ya darasani, lakini kuna tafiti, lakini pia kuna mafunzo ya sharikani, kuja kukutana na watu. Kwa hiyo tuliazimia kuwa na mafunzo haya kwa sababu kuu mbili. Jambo la kwanza kitivo cha theolojia ambacho ni sehemu ya vitivo vitatu, kwamba kitivo mama cha theolojia, alafu kuna kitivo cha sheria, alafu kuna kitivo cha elimu, humanitia na sayansi. Sasa kitivo mama hiki kiliazimia kuwa na ajenda kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya jamii kwa ujumla. Kwa hivyo kuja hapa Ubungo ni kutekeleza hiyo ajenda, kwamba tuwe na mafunzo ambayo yanagusa moja kwa moja watu, vijana, wanawake na watu wote. Kwa hiyo ndio maana tumekuja hapa. Jambo la pili ambalo limetusukuma tuwe na mafunzo haya ni kwa sababu ya ombwe. Kanisa tunaongelea juu ya theolojia potoshi, lakini katika kuongelea ni kama tunasema tumepotea. Lakini je, kama tumepotea tufanye nini ili tujisahihishe? Kwa hiyo sisi tuliona mafunzo haya yanaziba hilo pengo ambalo lipo, kwamba tunaposema watu wetu wanakimbizwa na mafunzo ya aina fulani, mafunzo yasiyo waletea yasiyo wakuza katika imani na yanayowaletea hasara kubwa hata ya kifedha, ni lazima sisi kama kanisa basi tuwe na mafunzo ambayo yanawaelekeza watu juu ya umuhimu wa kuwa na imani thabiti, imani imara inayowalinda na kuwakinga na mambo na ushirikina wa kila aina na mafundisho potoshi. Kwa hiyo hilo ndio ilikuwa dhamira yetu kubwa, kwamba Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira kiwe chachu kwa kanisa. Asante. Kanisa lina makundi mengi, kwa nini mliona mwanze na vijana? Asante sana kwa swali lako. Tuliona tuanze na vijana kwa sababu vijana kwanza ndio wengi wanaokumbwa na mambo mengi, kwa sababu vijana ndio nguvu ya kila kitu. Kwa hiyo wanadakwa na kila mtu. Sasa ili wawe imara, wasimame imara katika imani yao, licha ya kuwa wanapata kipa imara, tuliona kuna haja kubwa ya kuendesha mafunzo ambayo yanawaimarisha zaidi na mambo mengi yanayokuja kwa njia nyingi sana, kwa sababu dunia yetu sasa ni open space. Kwa hiyo ili tuongee nao, na hasa ukiangalia hata haya mafunzo tulivyofanya hapa Ubungo, wamekuwa wao wakiongea zaidi nini haja zao, nini wanataka kanisa lifanye ili waweze wao kuwa na mafanikio na waweze kulitumikia kanisa lao kwa uaminifu. Asante sana kwa maelezo mazuri Profesa. Tumaini University hasa Makumira ni chuo kikongwe na cha muda mrefu, na unapokitaja katika jamii ya walio wengi kinafahamika sana kwa kuzalisha wachungaji, na ndani yake mpatikana viongozi wazuri na wakubwa katika kanisa letu. Hiki chuo bado ni cha wachungaji peke yake au ni chuo cha namna gani? Unaweza ukazungumzia Profesa? Asante sana. Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira ni chuo chenye fani zote
na sasa hivi tumejikita zaidi kwenye fani za theolojia na fani ya theolojia ndio iliyokianzisha chuo. Unakumbuka wewe kama mchungaji unajua kabisa historia ya chuo chetu kilianzia kule Luandai. Vile vyama vya misioni viliungana pamoja ili kuwafundisha wachungaji wazawa ambao wangefanya kazi katika vituo mbalimbali vya misioni walivyovianzisha. Lakini baadaye walivyoona kule Luandai eneo ni finyu, wakahamishia chuo hicho pale kutoka mwaka 47 wakahamishia mwaka 1954 chuo hicho pale Makumira. Na chuo hicho kimeendelea kwa ngazi ya cheti, stashahada na miaka ya 80 kikatoa shahada chini ya usimamizi au ithibati ya Makerere, chuo kikuu cha Makerere. Na mwaka 1997 kilikuwa chuo kikuu kishiriki cha Tumaini, chuo kikuu cha Tumaini ambacho ni chuo cha Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Kwa hiyo mwaka 1997 kilibadilika kabisa na kuanzisha na kuingiza fani zingine ambazo wazee wetu waliona umuhimu wa fani ya theolojia kuendelea kukua pamoja na fani zingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu hao wanaosoma fani zingine ni Wakristo wetu, na kwa njia hiyo wachungaji wanaofundisha pale wanawajua zaidi washarika wao ambao wanasoma, ili wakienda kutumikia washarika hawa wajue pia mahitaji yao. Kwa hiyo kuna mwingiliano mzuri sana, kwa sababu sisi tunasema misioni ya Mungu ni misioni kamili, sio theolojia peke yake. Kwa hiyo dhana ya kwamba chuo kikuu cha Tumaini Makumira ni chuo cha wachungaji tu ni dhana ambayo pia sio mbaya, lakini kwa sasa Wakristo wetu waelewe kwamba chuo chetu kimekamilika. Kinatoa mambo ya kiroho, kimwili, kiakili na kijamii. Unaweza kutusaidia kujua Tumaini University Makumira ina fakati ngapi labda? Asante. Chuo kikuu cha Tumaini Makumira kina fakati 3. Fakati ya kwanza ni ya theolojia, kitivo tungeweza kusema, tutaka kutumia Kiswahili chetu ambacho tunakipenda. Kitivo hiki kina idara au kanzi 3, ambazo ni Biblia, idara ya Biblia, idara ya theolojia, yaani elimu imani, na idara ya mambo ya utunzaji kichungaji, na nafikiri na mambo mengine yanayohusu kazi za misioni za kanisa. Kitivo cha pili ni kitivo cha elimu, humanitia na sayansi. Na elimu, humanitia na sayansi kinafanya hizo kanzi au idara za kitivo hicho. Na kitivo kingine ni kitivo cha sheria. Kwa kweli kitivo cha sheria kinatutangaza sana, kwa sababu mazingira ya kusoma sheria chuo kikuu cha Tumaini Makumira ni mazuri sana, hasa kwa wale vijana wanaosoma shahada ya kwanza. Na pia tuna shahada ya uzamivu kwa theolojia na sheria, na tuna pia shahada ya uzamili, yani masters, uzamivu yani PhD by research, yani kwa hiyo watu wengi wanakaribishwa chuo kikuu cha Tumaini Makumira. Na tunafikiri sana kukiendeleza na kuimarisha mambo ya sayansi na teknolojia pia. Kwa hiyo chuo kikuu cha Tumaini Makumira hakifanyi tu mambo
ya kuwafundisha wachungaji na pia tunafundisha theolojia. Mtu anaweza akasoma theolojia akawa mwalimu wa elimu ya Kikristo. Kwa hiyo hayo mambo yote tunawaalika watu waje wasome pale Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira. Asante sana Profesa, na tunakushukuru kwa maelezo yako mazuri kabisa. Labda kabla ya kumaliza hapa, kama una mwaliko wote kwa wazazi, sababu sasa hivi umepata nafasi ya kuwa hapa katika Dayosisi ya Mashariki na Pwani, na kipekee kabisa katika usharika huu wa Ubungo kwa siku hizi mbili. Lakini ni kipindi ambacho kuna vijana wameshamaliza elimu ya kidato cha 6 na wanajiandaa kwa ajili ya kwenda vyuo vikuu baadaye. Una neno la kuambia wazazi ambao wanakutazama wakati huu? Tunawaalika wazazi wawahimize watoto wao waje wajiunge na chuo chetu kikuu cha Tumaini Makumira. Kwanza ni chuo chao cha kanisa, na wawaalike watu wengine ambao pia sio wa kanisa letu, kwa sababu huduma tunazotoa ni nzuri. Tunawaangalia vijana hawa kwa karibu, na kama mlivyosikia nilivyosema, kina harufu ya upako wa kuwa na kitivo cha theolojia cha miaka mingi, ambacho kimezalisha wachungaji wengi ambao wanafanya kazi katika dayosisi hii na kanisa zima la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Karibuni sana. Asante Profesa, tunakushukuru na Mungu akubariki sana. Amen.